Okay, moja ya concept ambazo mimi sizikubali au mitazamo ambayo mimi sikubali ni kwamba unatakiwa umchunge mwanamke wako. Kumchunga mwanadamu bana sio swala dogo, eti mke wako umchunge. Ili kumchunga mtu mwenye akili ambayo inaweza kumpa njia zozote za kufanya chochote sio jambo dogo. Mtoto wako utapambana naye, lakini mtu mzima mwenzako hiyo kazi usijipe. Ndio maana wanasema oa mtu mwenye dini. Maana yake anaogopa Mungu. Muoe mtu mwenye dini kwa sababu huyo mtu anamuogopa Mungu. Yeye mwenyewe atajichunga na Mungu wake. Wewe utaenda kumwambia tu, bwana hicho kitu sicho. Vitu hivi havifai na hivi kwa sababu Mungu kakataza. Hiyo ndio maana watu kwa nini wanasema oa mwenye dini? Kwa sababu dini Mungu ndo atamchunga. Yaani yeye atajichunga kwa sababu anamuogopa Mungu. Eti mtu aseme mwanamke sijui mfanyie hivi ili asitoke, mfanyie hivi ili asitoke, mfanyie hivi ili asitoke. Wewe tekeleza majukumu yako. Yeye mwenyewe akiamua kufanya anayafanya. Kwa yani inatokea mazingira unaona watu wanasema bwana ukimfanyia hivi mwanamke ndo hatotoka. Ukimfanyia hivi atatoka. Sijui nini. Hayo yote ni kujidanganya. Mtu akiamua kufanya mambo yake anafanya dakika moja tu. Dakika 0. Tena anafanya yani kwa mbinu ambazo yani wewe mpaka uje kujua yani ni Mungu amekufungulia. Tutafute wake wema na wala tusikimbizane kwenda kusema bwana nitamchunga. Sijui nimfanyie hivi, nimzidishie hiki, nimpunguzie hiki. Wanasemaje? Irdha'un nasi ghayatun la tudrak. Kuwaridhisha watu, kusema kuwapa kile wanachokitaka ni lengo ambalo halitoweza kufikiwa.